Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji, karibu kwenye kipindi chetu cha kwanza kitakachoenda kwa jina la Afya Fiesta Podcast, na lengo la kipindi chetu ni kuelimisha jamii kuhusu magonjwa yasiyoambukizwa na namna ya kujikinga kutokana na magonjwa hayo. Na leo tuko hapa Saifi Hospital iliyopo barabara ya Ali Hassan Mwinyi, kituo cha Mbuyuni. Kwa wewe mtazamaji, msikilizaji, ukiwa unakuja kwenye ramani Google Map unaweza ukaandika Saifi Hospital Mbuyuni, itakuleta. Kwenye Bolt unaweza ukaandika Saifi Hospital, pia itakuleta. Kama unakuja na daladala utashukia Saifi Mbuyuni, lakini pia kuna barabara ya mwendo kasi. Kwa hiyo itakapokamilika mnaweza mkajiongea hospitalini kwetu, na kituo ni hapa hapa Mbuyuni. Bila kupoteza muda, nipende kusema tuko na wageni wawili mashuhuri kabisa kutoka hapa Saifi Hospital. Wa kwanza akiwa ni Dr. Mercy Julian Mwamunyi, ambaye yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na mbobezi wa figo. Lakini pia tuko na dada mwingine mashuhuri ambaye ni Leticia Chausi, na yeye ni mkuu wa idara ya masoko na mahusiano ya jamii. Kabla sijamuuliza daktari maswali yangu, ningependa kutambulisha Afya Fiesta. Najua watu wengi tunajiuliza Afya Fiesta ni nini? Afya Fiesta niseme ni mchakato ulioanzishwa na wanafunzi madaktari kutoka chuo cha afya Muhimbili, na lengo lao kubwa ni kuelimisha jamii juu ya magonjwa hayo yasiyoambukizwa. Na magonjwa yasiyoambukizwa ni pamoja na matatizo ya shinikizo la damu, matatizo ya kisukari, matatizo ya figo, matatizo ya moyo. Hayo yote matatizo yanayohusu viungo vya ndani kwenye mwili wa binadamu. Daktari, nirudi kwako. Kabla sijaingia kwenye mambo haswa yanayohusu mwili wa binadamu, ningependa kuuliza, unaonaje kipindi hiki? Unaonaje wazo hili la kuja na kampeni yetu ya Afya Fiesta na namna inavyohusu jamii? Asante. Kwa majina naitwa Mercy Julian, ni daktari bingwa magonjwa ya ndani na pia ni mbobezi katika figo. Kwanza ningependa kuwapa hongera ya kuandaa kipindi kama hiki, kwa sababu bado ni Watanzania wengi wanahitaji elimu juu ya magonjwa ambayo yanayoambukiza na yasiyoambukiza. Kwa hiyo wengi hawana sehemu sahihi ya kupata elimu. Kwa hiyo vipindi kama hivi vinasaidia kuelimisha watu wa rika zote ambazo wanaufahamu. Kwa hiyo kuanzia wanafunzi, kuanzia watu wazima, watu wa rika ya kati, wote watapata kuelimika kwa kutumia kipindi kama hiki. Kwa hiyo ningependa kuwapongeza na muendelee na kazi hiyo nzuri. Endeleeni kuvumbua vitu bora vya kusaidia jamii, kwa sababu jamii ndio vitu ambavyo vinatuzunguka, ni kitu ambacho ni muhimu, na sisi wenyewe tuko ndani ya jamii. Asante sana daktari. Ningependa kukuuliza, kwa msikilizaji au mtazamaji asiyekuwa na uelewa juu ya magonjwa ya aina hii, mtu ana umuhimu gani wa kusikiliza kipindi hiki? Ana umuhimu gani wa kufahamu magonjwa haya? Kwa sababu ukiniuliza mimi, ningewaza labda ni magonjwa ambayo yangenikuta nikishakuwa mzee, miaka 50, miaka 60, nikisha staafu. Je, kijana, mtu mwenye umri wa kati ana umuhimu gani wa kufahamu mambo haya? Asante kwa swali lako zuri. Umuhimu wa kuwepo kwa vipindi kama hivi vinasaidia kwa sababu gani? Unakuta kama jamii yetu ya sasa hivi watu wengi wako mtandaoni. Kwa hiyo kwamba mtu uko mtandaoni, kuna vitu vizuri na kuna vitu vibaya.
Kwa hiyo vikiwepo vipindi kama hivi vinasaidia kuelimisha yule mtu ambaye yuko mara nyingi yuko mtandaoni, iwe ni kwa muda mrefu au muda mchache, lakini pia kwa sababu mtandaoni kuna vitu vingi. Kwa hiyo mtu anaweza akawa hajui, labda amezaliwa amerithi kitu fulani, lakini hataweza kujua mpaka amepata hiyo elimu, kwa sababu labda yeye kutwa ni mfanyabiashara, anawaza tu biashara yake, hatawaza kwamba nifikirie labda siku nipime pressure. Hajui kwanza hata pressure ni nini, hajui sukari ni nini, hajui kuna kansa. Anaweza akawa anasikia kansa, lakini anaweza akahisi labda inaambukizwa, lakini kumbe haiambukizwi, labda kuna nyingine ni inatokea yenyewe, amezaliwa nayo, ni kitu amerithi kwenye ukoo wake. Kwa hiyo vipindi kama hivi vinakuwa ni vinafungua macho kwa jamii nzima, kwamba anaweza akawa siku anaangalia anapost biashara yake, lakini akakutana na hiyo post ya podcast yenu kuhusu hichi kipindi, na akakuta kumbe kuna topic, mbona hawa wanaongelea pressure, shinikizo la juu la damu, ni nini hiki? Kwa hiyo bora nisikilize. Anasikia kwamba kumbe sukari unaweza ukawa umezaliwa nayo, akasikia kuna mtu anaongelea dalili za kisukari, akasema kumbe mbona huwa nakojoa mara kwa mara, lakini naona ni sawa tu, mimi najua nakunywa maji mengi. Kumbe hajui kwamba ni dalili ya kisukari. Kwa hiyo elimu ya vitu kama hivi inasaidia sana. Haya, tuje kwako Leticia Chausi, unajisikiaje siku ya leo? Najisikia vizuri, na tunawakaribisha sana, sio leo tu, lakini kama mnavyojua tuna other days za WHO ambao ni siku ambazo ni mahususan kwa ajili ya kurecognize different events ambazo ni za masuala ya afya. Kwa mfano mwezi wa 4 tutakuwa na Autism Day, na hata hiyo miezi mingine tena. Yaani kila mwezi kunakuwa na siku ambayo ni mahususan kwa ajili ya kucelebrate na kurecognize tukio la afya. Kwa hiyo for today you guys are warmly welcomed. Na hata kwa miezi mingine pia mnakaribishwa sana hapa Saifie Hospital. Asante sana. Wewe ni mkuu wa idara ya masoko na mahusiano ya jamii. Ndio. Na unafanya kazi hospitali. Ndio. Unajisikiaje kuihudumia jamii katika kupitia idara yako, kupitia njia uliopo kwa sasa? Okay, mimi ninafurahi sana kufanya kazi hospitalini, na haswa katika hii idara ambayo naifanya. Nimekuwa katika hii kazi zaidi ya miaka 4 sasa. Na ndani ya kipindi hiki tumekuwa tuna huduma mbalimbali za bure pia tunatoa katika mpango mzima wa CSR ambao ni Community Social Responsibilities. Kwa hiyo kama Saifie Hospital Tanzania tuna huduma ambao tunatoa kama kawaida kama hospitali mengine, although na sisi tuna kauli mbiu zetu, tuna vision, tuna mission ya jinsi ambavyo tunategemea mgonjwa anapoingia mlangoni na anapotoka, tunategemea awe tofauti, awe na furaha, awe ameridhika na huduma. Na hilo pia mnaweza mkaona hata kwenye Instagram page yetu. Tuna testimonials nyingi sana wagonjwa jinsi ambavyo wanafurahia huduma hapa. Lakini cha zaidi ningependa kurudi kwenye swala ambalo nilikuwa naliongelea CSR. Kila mwaka tunakuwa na huduma za bure za camps na tunafanya maeneo tofauti. Mwaka huu tutakuwa pale kituo cha afya cha Magomeni. Na hii event tunafanya kwa kushirikiana na manispaa ya Kinondoni. Hivyo tutakuwa tunatoa huduma za afya bure kwa ajili ya wakazi wa Kinondoni na wakazi wa Dar es Salaam nzima. Na hata kama kuna mwingine hapa anatusikiliza siku hii ya leo, aidha yuko mkoani, angependa kuja kujua hali yake ya afya, anakaribishwa hiyo siku. Itakuwa ni tarehe 12 ambayo itakuwa ni wiki ijayo, na tuna huduma zile zinaanza kuanzia saa 2 mpaka saa 10 jioni. Huduma pale tunakuwa tunapima sukari bure, ultrasound wanafanya, kumuona daktari bingwa atakuwepo pia. Kutakuwa na daktari bingwa wa moyo pamoja ambao atamjoin Dr. Mercy kwa ajili ya kuongeza nguvu pale.
Yes, kwa hiyo tutakuwa na huduma bure kwa siku hiyo katika sisi wenyewe kuadhimisha community social responsibilities katika jamii zetu. Hivyo wote karibuni sana. Okay. Asante sana dada Leticia. Wakati unaongelea huduma, umesema kutakuwa na huduma ya ultrasound, umeongelea huduma ya kupima sukari. Ndiyo. Na huduma zingine za afya. Yes. Huduma ambazo huwa zinatolewa kwa mtazamaji au msikilizaji ambaye ni mara yake ya kwanza, naamini angependa kufahamu huduma ambazo zitatolewa hiyo siku. Je, ni zile huduma za awali au nikija nikapatikana nina changamoto, kwa sababu atakuwepo wataalamu kama kina Dr. Mercy. Akija pale ukanikuta nina matatizo ambayo yanahitaji labda kulazwa, je, ni huduma hiyo itapatikana pia hiyo siku au utaratibu utakuwaje kuanzia hapo? Okay, sawa. Sasa asante kwa swali zuri ulioniuliza. Cha kwanza kabisa, hii kambi tunafanya kwa ajili ya kuadhimisha siku ya figo duniani. Okay. Ambayo ndio hiyo tarehe ambayo nimekutajia. Na kauli mbiu ya mwaka huu ina recognize masuala pia ya sayari. Okay. Kwa hiyo wataalamu wenyewe walikaa na kugundua na kuevaluate kwamba masuala ya afya pia yanahusiana pia na mazingira. Okay. Kwa hiyo mazingira pia yanachangia aidha kupata hizo changamoto au kutokupata, yani mazingira yakiwa yapo sawa. Kwa hiyo ndio itakuwa hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Sasa kurudi kwenye swali lako, hiyo siku tutakuwa ni kwa sababu tunaadhimisha siku ya figo duniani, hivyo tutakuwa tunapima sukari bure na ultrasound bure. Na kwa sababu tutakuwepo tuko pale tunaenda kama team, that means wale wanaokuja wakazi wa Dar es Salaam wanaokuja kupata ile huduma watakuwa wanaanza pia kupata huduma zingine. Kama nilivyokuambia kwamba tutakuwa tuko in collaboration na Manispaa ya Kinondoni. Kwa hiyo pia kutakuwa kuna matibabu pia ya macho. Kwa hiyo kutakuwa kuna matibabu mbalimbali kiasi kwamba mpaka pale ambapo a patient atagundulika kwamba ana changamoto fulani ndio itamlazimu kwenda kwenye ultrasound. Kwa hiyo sio wote ambao wataenda kwenye ultrasound. Lakini pia kutakuwa kuna ambulance pale ambao ni ya Manispaa of Kinondoni. Kwa hiyo mtu yote ambaye anapata changamoto pale katika eneo anachukuliwa, anaenda kupelekwa kupata huduma zaidi hospitalini. Tumesikia mambo mengi hapo nyuma kuhusu magonjwa yasiyoambukizwa, na kwa kuwa leo tuko na bingwa kabisa, daktari mtaalamu wa magonjwa ya figo, hebu tusikie kidogo kutoka kwake. Magonjwa ya figo ni yapi? Na mimi kama mwananchi wa kawaida ambaye mambo haya ya afya yananigusa, natakiwa kufahamu nini kuhusu magonjwa ya figo? Asante. Kwanza ukianza na figo yenyewe ni kiungo ambacho kiko kwenye mwili wa binadamu, na mara nyingi huwa zinakuwa ni mbili, na zinakuwa hapa nyuma chini ya mgongo, kati ya mgongo na kiuno. Na pia magonjwa ambayo mwanzo tulianza kuongelea kwamba tunaongelea magonjwa ambayo hayaambukizi, leo tukaamua kwamba tujifunze pia kuhusu figo, ambayo ni mojawapo ambayo ni aina ya magonjwa ambayo yasiyoambukiza. Kwa hiyo figo inaweza ikaumia kupitia vitu mbalimbali, mfano shinikizo la juu la damu, kisukari ambacho hakijakuwa controlled au hakiko kwenye usawa ule ambao unatakiwa kuwepo, maradhi mbalimbali mfano UTI au michafuko, kuwa na bakteria kwenye mkojo. Halafu kuna vitu kama homa ambazo malaria ikiwa kali sana inaweza kuumiza vitu kama figo. Kwa hiyo kuna pia magonjwa kama tezi dume, mawe. Hayo yote yanaweza akachangia figo zako kuweza kuumia. Okay, asante sana Dr. Mercy. Tunapoongelea magonjwa yasiyo ya kuambukiza, hapo awali tulisema kwamba asilimia kubwa yanaweza kuepukika. Sasa mimi binafsi ningependa kujua
nifanye nini ili nisifike huko kote, nisifike kwenye figo kufeli? Maana naamini pia tunasikia ni gharama kufanya matibabu ya figo. Ni kweli. Namna ya wewe unavyoweza kujikinga ni kwamba kwanza jua hali ya afya yako, fanya check up, jipime. Halafu uwe unatumia dawa kwa ushauri wa daktari. Kutumia dawa za mitishamba ambazo hazijasajiliwa na serikali pia zinaweza zikakufanya ukaumiza figo zako. Kwa hiyo jitahidi, kama ni mtumiaji wa mitishamba, basi tumia zile ambazo zimehalalishwa. Na pia kama unaweza ukaangalia kama una sukari, una shinikizo la juu la damu, jitahidi basi kutumia dawa zako vizuri, onana na madaktari wako, fuatisha ushauri wao. Jitahidi pia kutumia maji mengi, na pia fanya mazoezi kwa angalau dakika 150 kwa wiki. Itakusaidia kuwa katika afya njema na kuepuka magonjwa kama ya figo, yanaweza kuumiza figo zako. Asante Dr. Mercy. Hapo katikati kuna kaswali kidogo nimekapata, sijui kama kuna mtu mwingine amewahi kujiuliza. Wapo tunasikiaga hivyo hivyo walivyosema kwamba mazoezi unafanya walau dakika 150 kila wiki. Je, nikaamua siku moja nikasema Jumatatu ninafanya mazoezi dakika 150. Je, hiyo itakuwa imefidia kwa ajili ya mazoezi ya wiki nzima kwa kufanya mazoezi siku moja? Inaweza pia ikakusaidia kwa sababu angalau umefanya kitu kuliko kutokufanya. Kwa hiyo hicho ambacho unaweza ukaona umeamua kufanya kwa siku hiyo moja, basi sawa, lakini inategemea ni zoezi gani, kwa sababu kila kitu, kuna vitu vingine ukivifanya kwa muda mrefu, dakika nyingi, vinaumiza, vinakuwa ni maumivu kwenye mwili wako. Okay. Kwa hiyo jifunze kuwa na kiasi. Okay. Kwa hiyo kama unaamua kama utakimbia, kwa sababu unaweza ukakimbia kwa dakika 150, lakini umekimbia ni spidi gani? Hivyo ni vitu vya kuzingatia, sio lazima uwe makini. Okay. Sawa, nitarudi hapo, lakini kabla sijasahau, tumesema pia kwamba mtu ukiwa na magonjwa yasiyoambukiza ni mara chache sana utakuta unajua kabisa kwamba nina shida sehemu fulani. Je, kwa uzoefu wako ni dalili gani ambazo mtu anaweza akawa nazo zikawa zinaashiria au zinampa taa kwamba jamani, ni muda uende ukapime, ukaangalia itakuwa una shida kwenye figo zako, utakuwa na changamoto fulani? Asante. Kwanza, magonjwa mengi ya figo yanavyoanza mara nyingi huwa hayana kusema kwamba utapata maumivu, lakini pale changamoto inavyozidi kuwa kubwa ndipo unaweza ukaanza kuona dalili. Ila kuna vitu kama mfano mawe kwenye figo. Mawe yanakuja na maumivu, kwa hiyo unakuta una maumivu nyuma ya eneo la mgongo, yanakuwa ni makali, ambayo mtu anaweza akachanganya na labda anaumwa mgongo. Kwa hiyo ni vyema wewe ukiona unajisikia vibaya, nenda kafanye kamwone daktari. Na pia kuna maradhi mbalimbali ya figo kama mkojo kutoa povu, kuna mkojo kuwa una rangi kama ya chai, kuna kuwashwa mwili. Kwa hiyo huwezi kujua mpaka umeenda kuonana na mtaalamu wa afya. Kwa hiyo ukiona dalili kama hizo ambazo ni kwa uchache nimekutajia, japo ziko nyingi zaidi ya hiyo, ni vyema ukakimbilia kwenye kituo cha afya jirani ukajua afya yako pamoja na vitu vingine vinavyoendelea kwenye mwili wako. Asante. Kutokana na hapo, nitarudi tena kwenye umuhimu wa kupima afya na kwenda kufanya ukaguzi wa afya yako mara kwa mara, kwa sababu nadhani kwa watu wengi wa Tanzania wa hali ya kawaida tuna ile tabia ya mpaka nienda hospitali. Umesema hapo kuna dalili, labda unawashwa, labda mkojo unakuwa una rangi fulani ambayo sio ya kawaida. Tuna tabia kusubiria mpaka nisikie maumivu, kwa sababu ukisema unaumwa, unaweza ukaumwa kichwa, utakunywa maji, baadaye utakunywa paracetamol,
baadaye utakunywa Brufen. Tunasikia kila saa umekunywa Brufen. Utakaa kidogo, sijui utakunywa nini, utakunywa na mitishamba. Ikishaacha kufanya kazi ndio unaanza kuona hali yangu ni mbaya, ngoja nijaribu. Na mara nyingi tunasikia kwamba mpaka mtu anapofika hospitali kwa hatua kama hiyo anakuwa tayari amezidiwa, yuko mahututi, si ndio? Unatushaurije kwa tamaduni zetu hizo, kwa tabia zetu hizo za kusubiria mpaka dakika ya mwisho yakitushinda? Kwa ushauri wangu ningependa kuwaasa watu kwamba ukiona unaumwa, jitahidi tu. Wataalamu wa afya wako wengi, wanapatikana sasa hivi, vituo vya afya viko kila sehemu. Nenda hospitali, onana na daktari. Kama kweli una shida ndogo, atakupa dawa, utaondoka nazo nyumbani. Lakini hii mfumo ambao watu wamejiwekea wa kunywa dawa wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kuna mwingine kama hata hayo matumizi ya dawa za maumivu kali nyingi, ukizitumia kwa muda mrefu zinatokea na zinaumiza figo. Kwa hiyo ni vyema ukiona haujisikii vizuri, umekaa umepumzika, unaona vitu haviendi sawa, usichukue maamuzi yako mwenyewe. Wataalamu wapo, watu wameenda kusoma, mkaende mkatibiwe. Okay, hiyo inakuwa ni vizuri zaidi. Sawa, asante tena daktari. Ndugu mtazamaji, msikilizaji, tumesikia baadhi ya dalili za magonjwa ya figo. Tumesikia pia namna ya kujikinga, na asilimia kubwa tumeambiwa kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Wote naamini tunasikiaga huo msemo. Mpendwa mtazamaji, mpendwa msikilizaji, tumesikia mengi kuhusu magonjwa ya figo. Tumesikia namna ya kujikinga, tumesikia pia na baadhi ya dalili, na tumepata kwa ufupi kufahamu magonjwa ya figo ni nini hasa. Na kwenye kujikinga tumeambiwa kinga ni bora kuliko tiba, na kwa kusema hivyo tunarudishwa kwenye umuhimu wa kutumia fursa za kujali afya zetu ambazo zinasogezwa mbele yetu, kama upimaji wa afya wa bure, na hiyo itakuwepo tarehe 12 mwezi huu wa 3 pale kituo cha Magomeni. Na nirejee kwa Leticia Chausi, labda anaweza akatupa mrejesho zaidi kwa kufunga kipindi chetu juu ya hiyo siku na taratibu kidogo. Sawa, asante Emily. Tarehe 12 ambao ni Alhamis tutakuwepo pale kituo cha afya cha Magomeni, na katika hii event yetu ya kuadhimisha siku ya figo duniani, kama tulivyosema, kutakuwa kuna huduma za bure, kupima sukari bure, ultrasound za figo, na sana sana lab tests, yani kupima mkojo, damu, lab tests zote zitapatikana pale. Hakuna malipo kama tulivyosema, kwa hiyo hakuna process yoyote. Cha muhimu tu ni Tanzania, ufike pale, utafanywa registration na utapitia process ya kupata zile huduma, na mwisho kabisa ukigundulika una changamoto yoyote utapewa dawa. Kwa hiyo na dawa zenyewe pia ni bure, hakuna malipo yoyote. Na pia kwa siku za mbeleni tutakuwa tuna hizi huduma za bure pia, tukiwa na wadau mbalimbali, kwa sababu kwa kipindi hiki tuko in collaboration na Manispaa ya Kinondoni, lakini hata kwa siku zijazo tunaweza pia tukawa na wadau tofauti. Na ili kupata taarifa kwa mapema zaidi, unaweza ukatufollow on our social media pages. Instagram SHT_Tanzania. Ukiweka tu Instagram, ukisearch tu SHT itatokea pale Saifi Hospital Tanzania. Facebook pia tunapatikana Saifi Hospital Tanzania, na YouTube pia. Hivyo vipindi tuseme kama hivi pia tunaweza tukifanya collaboration pia vikakaa YouTube, kwa sababu ni virefu zaidi. Yes, kwa hiyo kwa ndugu Mtanzania, kwa wadau wengine wetu wote na ambao wako enthusiastic kuhusu mambo ya afya, to follow us on our pages. Mtapata vitu vingi sana, elimu pia ya mambo mbalimbali, na sasa hivi tuna big emphasis kuhusu cancer. Tuna cancer support group, it's upcoming, pia tutaweka kwenye page yetu. Kwa hiyo vitu vingi sana vinakuwa posted pale, elimu ya afya, hizi events zote ambazo tunafanya na vitu mbalimbali. Yes, asante sana.
Asante sana Leticia. Mpendwa mtazamaji, mambo mazuri yanakuja. Kama tunavyosikia hapa, tukae mkao wa kula. Mambo mazuri yanakuja, ni sisi tu kujitokeza na kuwa tayari kupokea fursa zilizoko mbele yetu. Ni mimi mtangazaji wako Emily Samuel Mfanga. Usisahau kutufuatilia kwenye kurasa zetu za kijamii. Tunaenda kwa jina la Afya Fiesta. Tunapatikana Instagram, tunapatikana LinkedIn, tunapatikana Facebook. Lakini pia usisahau kutufuatilia kwenye YouTube page ambapo tutakuwa tukishirikiana na wadau wetu kutoka hospitali ya Saifi. Karibu sana, endelea kutufuatilia.